Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za uzima wapendwa wote. Tunakwenda kujifunza neno la Mungu. Karibu sana. Biblia inasema kupitia kitabu kile cha Mika sura ile ya 7 na mstari ule wa 8. Biblia inasema kwamba usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Ndugu zangu, katika maisha haya tunapitia mambo mengi, changamoto nyingi sana. Hakuna mwanadamu ambaye hajawahi kupitia changamoto yoyote katika maisha yake. Yawezekana changamoto kazini, yawezekana changamoto katika ndoa yake, yawezekana changamoto katika uchumi wake, yawezekana changamoto katika huduma, yawezekana changamoto katika familia na kadhalika. Kila mtu anaziface na Mungu anampa mtu huyo njia ya kufanya nini? Kutokea kwa ile changamoto. Na watu wengi tunapoona fulani anapitia changamoto, labda ni mtumishi mwingine unaona kwamba anapitia changamoto fulani, wewe badala ya kusimama na kumwombea, wewe umekuwa sasa nafasi ya kuanza kutangaza mabaya ya huyo mtu. Umeanza kumsema, unaanza kumsengenya, unaanza kusema nini? Alijua nini mtumishi wa Mungu, alijua nini fulani, leo yamemkuta na anaweza kawa ni hivi. Sikiliza ndugu yangu, sikiliza. Wahenga walisema kabla hujafa hujaumbika. Leo hii unafungua kinywa chako kumsema fulani kwa sababu anapitia changamoto. Kipimo hicho unachokitumia kupima kumsema yule fulani wakati wa changamoto yake, wa shida yake, na wewe hicho ndicho kitakachopimiwa kwako. Kwa sababu kila apandacho mtu, kila atendacho mtu ni mbegu unaipanda, na ipo siku utaivuna. Ndugu yangu, unapoona mwenzako amepitia katika shida, usio mwepesi wa kuanza kumsema, usio haraka kuanza kusema. No, badala yake piga magoti, muombe tu, muombe Mungu amtoe katika ile adha, Mungu amtoe katika ile changamoto, Mungu amvushe tena asimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kufurahi. Okay, unafurahi, then utapata nini? Unatangaza mabaya ya mtu, yes. Baada ya hapo utapata nini? Unaongezeka nini? Je, ukinyamaza utapungukiwa nini? Nataka nikwambie, kwa maombi yako Mungu atakubariki. Kwa maombi yako yule mtu atasimama tena. So ndugu yangu, tusiwe haraka kutangaza, tusiwe ni watu wa kutangaza mabaya kwa watu, tusiwe ni haraka kushangilia, kufurahia shida za watu wengine. Sikiliza, na wewe kesho hujui nini kitaletwa na hiyo siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenzako amefungwa, yawezekana mwenzako ndo imeingia katika changamoto, wewe umekuwa walijiona wale walikuwa watembea pamoja, si nini. Sikiliza, you never know kesho itakuja na nini kwako. So wito wangu tu na ushauri wangu, ndugu yangu, usifurahi juu ya mabaya ya mwenzako. Badala yake chukua mzigo wake, muombe naye Mungu atamtoa katika ile changamoto alionayo. Muombe tu. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, leo umemuona amekengeuka, amekuwa katika njia ambayo si nzuri, ameanguka. Acha kuanza kutangaza kusema ubaya wake, badala yake muombe Mungu amrudishe tena. Haleluya, Mungu amsimamishe tena. Kwa sababu unapoanza kumsema unaharibu ushuhuda wako, unalidharaulisha jina la Kristo, especially sisi tunaojiita wa Kristo. Tunapoona mwenzetu amekuwa katika changamoto, tunakuwa ni wepesi wa kuanza kumsema. Ndugu yangu, acha kufurahia matatizo ya mwenzako. Kesho kutu na wewe anaweza kukuta. Badala yake muombe,
piga magoti, chukua mzigo, mchukulie mzigo, naye Mungu atakubariki na yule mtu atasimama tena. God bless you.